Hauwezi kubeba heshima ya Mungu kama hauna kitu unachokifanya kinachojenga ufalme wake. Heshima ya Mungu sio ile kupata magari, kupata majumba, kupata sui mali, hapana. Kuibeba heshima ya Mungu ni kutambulika na Mungu kwamba wewe ni wa kwake, na akitokea wakati wowote wewe na yeye nakuwa na kitu kimoja naondoka. Hiyo ndio heshima kubwa ya Mungu. Mungu akikuheshimu hakupi nyumba, Mungu akikuheshimu hakupi gari, kwa sababu hivyo vitu hata mataifa wanavyo. Mungu akikuheshimu anakufanya wewe kuwa sawa na yeye, kwa maana kwamba anajua akija wakati wowote wewe ni wa kwake. Kuna level ya maturity ya kukua ambayo ukifika hiyo level, Mungu hakuhesabii kama mwanadamu wa kawaida tena. Mungu anakuona kama mmoja wa yeye. Hiyo lugha imeelewa vizuri? Yaani kuna level ya kukua, Mungu akikutazama hakuoni kama wewe ni mwanadamu, anakuona kama wewe ni mmoja wa yeye. Kumbuka wakati anataka kuwafukuza kina Adamu bustani, alisema tuwaondoe watu wasije wakala matunda wakawa sawa na sisi. Sawa na sisi. Kwa kuna level ya kukua na kuwa sawa na Mungu. Sasa kuwa sawa na Mungu hakufanya wewe Mungu. Yaani kuwa sawa na Mungu hakukufanya wewe Mungu. Sasa kipindi hiki cha kitume kinakutaka wewe uitamani kazi ya injili zaidi kuliko kazi ya madhabahuni hapa kufundisha. Kwa sababu hapa sio injili, hapa ni mafundisho. Hivi unajua mimi hapa sikuhubiri. Mimi hapa nakufundisha. Injili haipatikani madhabahuni. Injili inapatikana wapi? Mtaani. Huku nini kinapatikana? Ni mafundisho. Wewe ni kuhubiri injili, kwani hujaokoka? Simeokoka. Sasa injili ya nini kwako? Kwa huko mimi sikuhubiri injili, mimi nakufundisha namna gani ya kuendelea kukua katika Mungu. So kama unataka heshima ya Mungu kwenye wakati wa kitume, inabidi uende huko nje, sema mpaka tunapatikana, hubiri injili, waambie watu kuhusu Yesu, waonyeshe watu uzuri wa Yesu wako, waonyeshe watu uzuri wa Mungu wako, wauone uzuri wa Mungu wako, waeleze watu, ongea na watu kuhusu Mungu mara zote. Ukipata nafasi ya kuongea na mtu kuhusu Mungu, mwambie. Swala yako kuokoka ni la kwake, sio la kwako, lakini wewe mwambie ndugu yangu, unamjua Yesu? Ndio namjua Yesu. Umesha kumwamini? Unajua habari zake? Hapana, sio habari zake. Huyu Yesu alikuwa na mpango maalum kabisa wa kuja kukukomboa wewe, ili baada ya maisha hapa duniani tukaishi tena milele sehemu nyingine. Lakini ameweka kanuni zake, lazima muamini huyu Mungu. Unamwamini aminije? Kuna kanuni zake ameziweka, na hizo kanuni hizi hapa. Kwanza, inabidi umtambue kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Namba 1. Namba 2, ana kanuni zake ambazo ameziweka. Zipi? Hataki mtu anayefanya dhambi. Kuna mtu anajua ameokoka lakini kumbe hajaokoka kwa sababu hajaje kuambia wokovu ni nini. So inabidi wewe ndio ukamwambie kuhusu wokovu. Si ndio? Sasa shida ni kwamba tunataka tujazane makanisani huku, afu wote kwa pamoja tunende kwa lugha rapa afu ishie hapo, wakati Yesu anatutegemea twende mtaani huko tukafanya watu wengine kuwa nani? Kwa kama sisi. Kwa hiyo ukiona kijana amekuwa anaanza kugombania microphone na baba yake wa kiroho, anataka naye ahubiri injili, anataka naye awe kwenye praise team, anataka naye awe kwenye wasemaji wa kanisa, huyo kijana wewe usimlaumu, hajajua wajibu wake ni cha kufanya. Inabidi aambiwe, brother, umeiva vizuri, umeiva vizuri, nenda mtaani kawafanye watu wengine huko wawe kama wewe. Ukifanikiwa kuwafanya wakiwa kama wewe, wakusanye sehemu moja, wape hiki ambacho mimi nakupa hapa. Basi umemaliza. Amen. Amen. Lakini pia usiwe na haraka ya kwenda kabla hujaiva. Kwa sababu ukienda huko nje utashindwa kuhubiri vizuri, watu hatampokea Yesu wako. So huu ni wakati wa kitume. Kila mtu ametumwa na Mungu kuhubiri injili. Usione kama madhabahu hapa ndio sehemu pekee ambayo ya mwisho wewe kuja kufanya kazi. No, nenda huko nje, waambie watu kuhusu Mungu. Leo kuambia hapa usitegemee eti mimi na Dennis nenda huko mtaani barabarani nianze kuambia watu okoka, Yesu anaokoa. No, mimi kazi yangu ni wewe uje hapa nikufundishe wewe ukue, uende ukawaambie. Mimi muda wangu wa kuambia watu huko nje sio kwamba umeisha, haujaisha, lakini umebanwa na nini na majukumu mengine ambayo ndo kama haya natakiwa nikuandalie wewe chakula nikupe, uive uende huko nje. Lakini kingine dunia tulionayo, akikuona wewe huko nje unamhubiria injili na afa akakuta tena kanisa unamfundisha, anakupa dharau kwamba wewe tukote mtaani kule, wewe tukote mtaani kule. Ndio maana hata Yesu alikuwa akiwaambia watu, nakuja Yerusalemu, tangulieni kwanza mkaandae mazingira. Kwa nini? Nikianza kufika pale ngaanza kusema mbona watu hawaji, hata uzito watashindwa kunipa. Kwa tangulieni kwanza nyie, andeni mazingira, afu mimi nakuja. Mimi nahubiri wapi? Nahubiri kwenye watu wa level zangu ambao nakutana nao. Nimekutana na mtu kwenye basi, nitamhubiria injili. Nimeingia kwenye hoteli, nakutana na mtu, nahubiria injili. Lakini huko mtaani unakufanya biashara wewe, mimi sipo. Wewe unawaambia watu unakutana nao kuhusu Yesu wako. Ni shuleni unawaambia watu wako kuhusu Yesu wako. Kama huwezi kuambia watu kuhusu Yesu wako, wewe ni mtu ambaye unaingia kwenye andiko linalosema ukinionea mimi aibu mbele za watu, alafu nami nitakuonea aibu mbele za nani? Za baba yangu. Kwa hiyo
kuna uwezekano mkubwa kwamba tutaonewa aibu mbele za baba yetu mbinguni.